Jivikeni nira yangu kwa maana si nzito. Amen. Isaya anaita anasema, njoni kwa sababu mlikuwa mmeshadanganywa, mmeingia kwenye kizazi kiovu, mmezaliwa katika hiyo roho ya mwanamke kahaba, mnatenda yaliyo maovu. Sasa njoni mfanyike wana. Amen. Amen. Na ili ufanyike mwana, basi inabidi uwe adui wa ulimwengu ili uwe rafiki wa Mungu. Uwe adui wa ulimwengu ili Mungu akukubali na upate kibali mbele zake. Ili uyatende yaliyo mapenzi ya Mungu, lazima uwe adui wa ulimwengu, alafu Mungu awe rafiki yako. Amen. Lazima uwe adui wa ulimwengu. Nisomea Yakobo 4:1 mpaka 10. Nenda nayo tu taratibu. Msikilize, lazima kuna mambo yakatae ulimwengu unapomkubali Yesu Kristo. Vile nabii Isaya anasema ninyi mliozaliwa kwa uzao wa mwanamke kahaba. Amen. Tumezaliwa katika dhambi, tumezaliwa katika maovu, tumezaliwa kwenye njia ambayo hata sisi hatukuijua, tumeishi kwenye maisha ambayo hata sisi hatukuyajua, lakini anasema njoni. Anaita, anamaanisha njoo usamehewe dhambi zako. Wache uovu wako, wache mabaya yako, na utakapoyaacha utatembea katika pendo la Mungu. Amen. Amen. Utatembea katika pendo la nani? La Mungu. Na utakapotembea katika pendo la Mungu, wala ulimwengu hautakupenda, kwa sababu vile utakavyovifanya wewe si ndivyo ulimwengu anataka uvifanye. Amen. Anza hapo, anasemaje? Yakobo sura ya 4 mstari wa 1. Yakobo 4 mstari wa 1. Vita vyatoka wapi? Vita vyatoka wapi? Na mapigano yaliyoko kati yenu yatoka wapi? Na mapigano yaliyopo kati yenu yatoka wapi? Si humu? Si humu? Katika tamaa zenu zifanyazo vita katika viungo vyenu? Si katika tamaa zenu zifanyavyo vita katika viungo vyenu. Sikiliza nikwambie, mapigano, vurugu, chuki na ila zinatoka wapi? Zinatoka katika mambo yote yatokanayo na mwili. Amina. Vyote hivyo vinakuja kwa sababu vita inapoinuka hata ndani ya kanisa, chuki inapoinuka ndani ya mtu, ni wapi imetoka? Inatoka katika tamaa za mwili. Katika tamaa za mwili humo ndo kunatoka vita. Vita inayozungumzwa si vita ya kupigana, ya kuchinjana. Vita inayozungumzwa tofauti baina ya mtu na mtu. Anapokaa hawezi kwenda pamoja, kwa sababu ndani yao kila mmoja anawaza yaliyo yake. Kwa nini kuna tofauti katikati yenu, wakati maandiko yanasema ya kwamba kama mimi na Baba yangu tulivyo wamoja, na ninyi kaeni pamoja tena kwa umoja. Amen. 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 Na ninyi kaeni pamoja kama mimi na Baba yangu tulivyo wamoja. Ndio maana nauliza, nasema sasa vita inatoka wapi? Kama ninyi ni wa Baba yangu, hiyo vita inatoka wapi? Kwa nini kuwe na tofauti katikati yenu? Kwa nini kuwe na mapigano katikati yenu? Ni roho gani inaishi ndani yenu? Je, ni roho inaongoza mwili ama ni mwili unaongoza roho? Endelea. Mwatamani wala hamna kitu. Mwatamani wala hamna kitu. Vile mnavitamani hamvijui. Sikiliza nikwambie, anasema mwatamani lakini wala hamna kitu, kwa sababu mnavyovitamani mnatamani kwa mwili. Hamna hiyo roho ya kufanya hivyo mnavyovitamani. Mwaua na kuona wivu. Mwaua na kuona wivu. Sikiliza, sio kuua kwa kuangamiza. Sikiliza nikwambie, mtu anapomwazia jirani yake mabaya na kumwazia hila, tayari amemuua, kwa sababu amemkusudia mabaya. Katika ulimwengu wa roho inahesabika tayari umeshaua. Wala hamwezi kupata. Wala hamwezi kupata, maana hamna. Mwafanya vita na kupigana wala hamna kitu, kwa kuwa hamuombi. Endelea. Hata mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Hata mwaomba hampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Kwa nini wanaomba vibaya? Sikiza anachosema. Endelea. Ili mvitumie kwa tamaa zenu.
Hamuombi kwa sababu ya kuvitumia kwa mapenzi ya Mungu, ila mnaomba vibaya kwa sababu mnavitaka vile mnavyoomba kwa ajili ya tamaa yenu mbaya, ili mvitumie vibaya vile mnavyoomba. Sikiliza nikwambie, kile anakizungumza hapa, nataka nikwambie vile umeandika kichwa hicho kwamba rafiki wa Mungu, hakikisha katika kila unachoomba na katika kila unachotaka kutenda kiwe ni kwa sababu ya mapenzi ya Mungu. Kama unaomba kufanikiwa, hakikisha iwe ni kwa sababu ya mafanikio yako, ujenge ufalme wa mbinguni, ujenge ufalme wa Mungu. Isiyo mafanikio yako ni kwa sababu ya kuangamiza na kutenda uovu, hautapata. Amina. Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Enyi wazinzi, hamjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Sasa uchague njia moja, uyafanye yaliyo mapenzi ya Mungu ama uyafanye yaliyo mapenzi ya dunia hii. Na yaliyo mapenzi ya dunia hii ni katika kuomba na kuwaza maovu. Alafu ndio maana nasema mnaomba hampati kwa sababu mnaomba vibaya, maana matendo yenu yatarudi katika hila. Amekusudia mabaya mwanadamu, kwamba nikipata na kufanikiwa watanikoma. Basi kila atakayekuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Sio lazima watu waje wakwambie wewe ni adui wa Mungu. Kila atakayekuwa rafiki wa dunia hii, kila atakayekuwa anatenda yaliyo mapenzi ya ulimwengu huu na dunia hii na mambo yake, anajifanya mwenyewe, sio anafanywa. Anasema na kila atakayefanya mapenzi ya dunia hii, kila atakayekuwa rafiki wa ulimwengu huu anajifanya kuwa adui wa Mungu automatically, si ndio? Amen. Sio mtu atakufanya, wewe mwenyewe kwa matendo yako na kwa kile unakifanya unakuwa adui wa Mungu. Au mwazani ya kwamba maandiko yasema bure? Au mwazani ya kwamba maandiko yasema bure? Huyo Roho akae ndani yenu hututamani kiasi cha kuona wivu. Huyo Roho akae ndani yenu, Roho Mtakatifu akikaa ndani yenu hutamani, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Hutujalia neema iliyozidi. Kwa hiyo usema Mungu huwapinga wajikuzao. Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Bali huwapa neema wanyenyekevu watakaonyenyekea kwake na kujishusha kwake. Basi mtiini Mungu. Mpingeni shetani naye atawakimbia. Mpingeni shetani naye atakimbia. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Sio, sikiliza. Mtafuteni yeye na yeye atawasogelea na atawaitikia. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi. Na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Na kuisafisha mioyo yenu wenye nia mbili. Hamna nia moja, mna nia mbili. Kwa nini mna nia mbili? Kuna nia ya mwili na kuna nia ya roho. Sasa inatakiwa ujitahidi ufuate nia ya roho, ya mwili nyamashi. Amina. Mwili una tamaa zake, mwili una mambo yake. Sio kila ambacho mwili unataka ni sawa na roho itakavyotaka. Roho inaenda upande wake na mwili unaenda upande wake, kwa sababu mwili na roho ni maadui. Amen. Roho ilazi, lakini mwili ni dhaifu. Kwa lazima ujifunze kuushinda mwili. Roho iwe na nguvu kuliko mwili. Amen. Amen. Hapo. Sikiliza nikwambie. Hata katika utawala, kitu chochote unapotaka kutawala, ama katika nguvu ama mamlaka ama utendaji ama kumiliki, mambo yote yanaanzia katika roho. Vitu vyote vinaanzia ndani ya roho, alafu ndio vinaonekana katika ulimwengu wa mwili. Amina. Amen. Amen. Sikiza nikwambie, tuko kufanya ratiba hii tunayoendelea nayo, ambayo tulifikia jana siku ya 20. Si ndio? Amina. Katika mambo yote tunayofanya, kuna uwezekano mkubwa kwenye ulimwengu wa nyama bado hatujaona, lakini kwenye ulimwengu wa roho yaliyotendeka ni makubwa. Na yule ninayekuambia ni nabii wa kanisa hili, ninajua kile Mungu ameniambia. Amen. Kuna mambo yanawezekana hauoni, lakini nataka nikwambie kwenye ulimwengu wa roho yanayoendelea ni makubwa kuliko kawaida. Amina. Amen. 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 Jitahidi uwe rafiki wa Mungu. Jitahidi uyatende mapenzi ya Mungu, uwe rafiki wa Mungu ili akayatende yaliyo mema kwako.
wala usithubutu kuwa rafiki wa ulimwengu, kwa sababu utajifanya kuwa adui wa Mungu. Amen. 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 Sikiliza, kama hautaelewa juu ya ulimwengu wa roho kwamba mambo yote yanaanzia huko, kuna sehemu hauendi. Kwa sababu utakuwa unaangalia ulimwengu jinsi unavyotaka na mwili wako unavyotaka, ila usikii katika ulimwengu wa roho, tayari unapotea. Lakini ukisikia katika ulimwengu wa roho, hata kama mazingira yanakukataa, utasema inawezekana. Ukisikia katika ulimwengu wa roho, hata kama kuna vikwazo vya namna gani, utasema inawezekana. Amen. Amen. Unisikilize. Kile Yesu Kristo alikuja kukifanya, kilifanya dunia itetemeke kabla hakijatokea. Kwa sababu waliokuwa katika dunia walijua roho inayokuja sio kawaida. Roho inayoishi sasa sio ya. Jifanye kuwa rafiki wa Mungu, roho yako ipate nguvu. Amina. Wewe jifanye kuwa rafiki wa Mungu, uone mamlaka yako itakavyoongezeka hapa duniani. Achana na kwenda mbinguni, hapa kiwa rafiki na Mungu. Kuwa rafiki na Mungu ni kupitia Yesu Kristo, kuyafanya yaliyo mapenzi yake, kuyafanya yaliyo mema, kuyafanya yampendezayo Mungu. Amen. Amen. Hebu nisome kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1 mpaka ule wa 6. Msikilize. Hiyo ni kazi ya Yesu Kristo, bado hajatenda, bado hajafanya chochote. Lakini sikiliza nikwambie, ukiwa rafiki wa Mungu, hiyo roho ikaingia ndani yako, ikakaa ndani yako. Kila mahali utakapofika, ukisimama, utakapokuwa ukinena, hata hujafanya, kama kuna falme iko tofauti, inaanza kutetemeka. Amina. Kama kuna roho iko kinyume chako, inaanza kutetemeka. Amen. Kama kuna nguvu iko inasumbua, inaanza kutetemeka. Yes. Bado hujafanya, bado hujanena. Ukiwa rafiki wa Mungu, ukatafuta kuwa rafiki wa Mungu, kuna vitu Mungu atavifanya, si wewe utafanya. Amen. Mungu atafanya. Amen. 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 Mambo yote ni wapi? Roho. Sasa sikiliza kinachozungumzwa. Mathayo 2 mstari wa 1. Mpaka wa 6. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi. Zamani za mfalme Herode. Zamani za mfalme Herode. Tulia hapo kwanza. Zamani za mfalme Herode. Ina maana utawala ulikuwepo. Si ndio? Amina. Uongozi ulikuwepo. Waliokuwa wanashikilia nchi na dola walikuwepo. Amina. Uongozi wao bado uliendelea. Amen. Amen. Uongozi wao ulifanya nini? Uliendelea. Zamani za mfalme nani? Herode. Lakini Yesu akazaliwa. Twende. Tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Kwa maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo, alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye. Tulia kwanza. Mfalme Herode aliposikia, alisikia nini? Kuwa amezaliwa Yesu Kristo. Ni? Anasema mfalme Herode aliposikia, kitu kilimuumiza Herode ni kimoja tu. Kimoja tu. Kwamba aliyezaliwa ni mfalme wa Wayahudi. Ina maana wewe Herode ufalme wako umeisha. Kwa sababu aliyezaliwa ni mfalme. Sidi? Sasa nataka nikuulize. Herode alikuwa mtoto? Hapana. Alikuwa mtu mzima huyu? Alikuwa anang'ang'ania nini kuendelea kuwa mfalme wakati muda wote atakufa? Kwa sababu kama mtoto amezaliwa, huyo mtoto hataanza kutawala hapo akiwa mtoto, ni lazima akue. Si ndio? Mpaka afikishe umri fulani ndio afanye awe mfalme. Kwa nini Herode unaumia wakati wewe hautakuwa mfalme, utakuwa umekufa? Kwa nini? Kwa nini? Kuna mambo lazima ujiulize, kwa nini? Akasikia neno likamgusa ndani ya roho yake kwamba aliyezaliwa ni mfalme wa Wayahudi. My
maisha yote, vitu vyote ni katika ulimwengu wa roho. Amina. Nataka uelewe hilo kabla mimi sijaongea, nataka upate majibu ya hicho nauliza. Kwa nini nyumbani watoto wakizaliwa wakawa wanakuwa kwenye familia, baba yao yupo, mtu anazungumza anasema, yaani kati ya watoto wangu, najua maneno mmeyasikia, kati ya watoto wangu sioni nani atakayemwachia hata mali zangu. Kwa nini? Kwa nini? Yaani baba anaweza kaa yuko hai na mama wakikaa wanasema, hivi kati ya watoto unaona nani anaweza tukamwachia mali hizi? Kama wana mali wanafikiria nani tutakayemwachia hivi vitu vikae mikononi mwake. Si ndio? Sio mnaelewa chongea? Si ndio? Nani tutakayemwachia? Nani atakayeendeleza hiki tulichokianza? Amen. Amen. Kwa kitu kilimuumiza Herode hicho, sasa nataka nikwambie. Alijua kwamba kwenye uzao huu nilionao mimi, ufalme huu hautaendelea, sio kwa sababu yake yeye. Kile kiti alichokuwa nakalia cha kutawala na kuongoza na utawala wake, ile roho iliyokuwa inatawala haitahamia mahali pengine kwenye uzao wake, kwa sababu kinachotafutwa mahali popote ni roho. Roho aliyokuwa nayo yeye atakapolala, kwa sababu kama ni mwili unatawala, basi Herode akifa ufalme umeisha. Kwa nini anakufa na ufalme unaendelea? Kwa nini alikufa Farao, ufalme uliendelea? Kwa nini alikufa mfalme wa Babeli, Nebukadneza, ufalme sikiliza. Sasa hivi tunasema papa. Sasa hivi papa ni wangapi? 14. Bado anaitwa? Si ndio? Mnabadilisha tu namba kwamba huyu ni wa 15, huyu ni wa 10. Sasa ikitokea anasimama mtu anasema ya kwamba atasimama mtu fulani ndio wawe kwenye hiyo nafasi hiyo, ina maana ule wa kwanza unavunjwa. Lazima watu wawe wa maadui zako. Lazima wasimame kinyume chako, kwa sababu unatoa roho ya utawala. Amen. Fanya kuwa rafiki wa Mungu, hautaondolewa mahali pako. Amen. Jifanye kuwa rafiki wa Mungu, akupe roho itakayokupa uwezo wa kutawala, ambao ni Yesu Kristo. Maandiko yanasema Herode akachukia, akaghadhibika, akakasirika, akafadhaika sana ndani yake, kwamba amezaliwaje mfalme mwingine zaidi yangu, zaidi ya watoto wangu mimi. Amen. Tutaendelea hapo.